Unajua fika kwamba sisi serikali hatuamini kitu kinachoitwa uchawi. Mwenyekiti. Naam. Hili jambo mimi linanishangaza sana. Kwa sababu mimi nimelala ndani na mke wangu. Lakini cha kushangaza, naamka asubuhi simkuti. Na sio simkuti tu, nakuta mlango umefungwa kwa ndani. Katokaje? Mimi mwenyewe sielewi. Yaani mpaka nafika hapa, sielewi yani jambo limekuaje. Ndio maana nakuja kukuambia wewe ili mradi unisaidie. Bwana mdogo, hii swala haliwezi kutokea. Unavyoniona mimi hapa kidogo namba fulani zimeshatembea. Yaani kwa maanisha umri ushaenda. Nimekuwa katika muongo karibu wa 3 au 4 katika uongozi wangu wa wenyekiti. Sijai kuona hali hii. Sijai kupata hadithi ya design hii. Ingawa michezo waga inakuepo ya hivi na hivi, lakini hizo inakuwa ni historia. Na sasa historia za namna hiyo anasimulia mtu aliyeamka. Yaani katoka usingizini ni kama ndoto. Lakini si katika uhalisia kama unaona hadithi ya wewe. Na hisi na wewe umeamua leo uje kwa mwenyekiti tupige hadithi njoo uongo Korea. Yaani au hakuna. Wewe muongo. Wewe mtu umefunga mlango umefunga. Wewe unataka tuende kwenye kahawa ukasema uje tupige story. Wewe mlango umefunga mtu kapitaje? Yaani mwenyekiti unacheka unafurahia. Nimekwambia nimelala ndani na mke wangu. Nimeamka asubuhi simkuti na mbaya kabisa mlango umefungwa kwa ndani. Afu unacheka unaenjoy tu unasema ni hadithi mimi nakupigia hadithi. Mwenyekiti, mimi kwanza sio mwenyekiti wa wachawi. Mkutoe wasiwasi. Na siwezi kujua kama mkeo alitoka au hajatoka. Na kingine sisi kama viongozi wa serikali za mtaa au jumla serikali haiamini katika uchawi. Kwa hiyo siwezi nikakupa hadithi kama moja kwa moja kama hili limetokea au limekwaje. Bwana mdogo, hii hadithi siwezi nikaibeba kama jinsi ilivyo. Haiwezekani. Umeelewa? Kwa hiyo mwenyekiti umeshindwa kunisaidia. Siwezi. Huwezi. Basi sawa, mimi nitajua nafanya nini. So umeshindwa kunisaidia mwenyekiti, siwezi kunisaidia na serikali yenu uchawi haiamini. Sawa, mimi nitajua nafanyaje. Mwenyekiti, mimi nitajua nafanyaje. Haya. Ya serikali wakati inakataza bangi mimi nilikuwa nawalaumu sana. Kwa nini watu wao uzuie bangi wakati vijana wanazipenda? Kumbe zinasababisha mtu aote mchana. Hivyo mtu umefunga mlango. Umelala na mtu wako. Hapana mkazi wetu mlango umefunga mtu. Ina maana wewe ulioa mchawi. Bwana hilo sasa siliwezi. Wewe Mungu vipi bwana? Mbona unakuwa na wasiwasi hivi? Shida nini mzee wangu? Wewe utulii macho hivi nini mzee? Amri Makala ndugu yangu. Unajua muda mchache uliopita kuna jambo kidogo limenitokea. Na hili jambo ni zito sana na ndio maana nimekupigia simu. Sasa mimi nahitaji tuzungumze kidogo. Bwana hebu acha uoga bwana. Unajua kikigiza hiki kisikutishe bwana. Sawa? Hivi ni vitu vya kawaida tu. Tatizo unakuwa na hofu mno. Yaani ungwana huyu yani mpaka barabarani hivyo. Sikiliza. Hebu mimi acha nani kidogo nipunguze kidogo mafuta. Nimetingwa kidogo na haja ndogo hapa. Acha nijisaidie alafu tuendelee na safari yetu. Nisikilize kaka. Hebu twende kwanza nyumbani kwangu tukazungumze. Alafu kama swala lako wewe la kupata haja ndogo, ukafanyie kule nyumbani kwangu. Umeelewa vizuri? Twende kaka. Kwa kweli muungwana hali nilionayo hapa siwezi kutoboa. Yaani nyumbani kwako hatuwezi kufika. Ni dakika chache tu. Ni Makala. Haya maeneo ni ya watu kaka. Kama maeneo ni ya watu yana taratibu zake. Umeelewa vizuri? Huwezi kujua mimi nimekutwa na nini mpaka nimekwambia wewe. Kukupigia simu kwangu kuna maana kubwa sana. Na kuomba ndugu yangu, twende nyumbani kwangu. Tukifika pale nitakuelekeza kila kitu kaka. Muungwana bwana. Wewe hili jina lilojio linakuharibu Yaani muungwana mpaka kwenye maeneo ya watu. Sikiliza bwana. Sisi ndio wenye ardhi. Sisi ndio wananchi. Hii nchi yetu bwana. Wewe kuwa na uhuru, kuwa na amani. Tunaenda popote, tunafanya lolote. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kwa hebu wewe hilo ondoa hofu. Acha mimi nigonge muhuri wangu hapa mama. Kama wewe umezamilia kweli kupata haja ndogo hapo, basi mimi nakusubiri pale, siwezi kusubiri hapa kaka. Bwana acha uoga bwana. Hebu acha mimi nigonge muhuri wangu hapa. Sasa wewe gonga muhuri basi nakusubiri pale.
Alafu wewe nimekuona wewe dogo wewe. Wewe fala nini wewe? Alafu nyie wewe. Hivi nyie mnanitisha. Mimi mwenyewe muuni vile vile. Usinichukulie poa kabisa. Alafu mimi nilikuwa mafia wewe. Yala! Kuna nini wewe? Kuna nini? Bwana Muungwana, hem tulia basi kwanza unielekeze vizuri. Niambie shida ni nini? Ni kitu gani ambacho kimemtokea Mlima Kala? Yaani iko hivi. Swala la Mlima Kala lilivyokuwa, yani namna yake ilivyokuwa, yani kama ambavyo mimi tumesimama na wewe sasa hivi. Mlima Kala mimi kuna jambo nitaka nimuelezee, jambo fulani vinyeti kidogo. Akaniambia nataka akakojoe, mimi vizuri, atoe haja ndogo. Nikamwambia usiende kukojoa hapo. Mimi nikaenda kumsubiri sehemu fulani kidogo. Baada ya kumsubiri ndo akaja anapiga kelele anakimbia. Kwa hiyo sijui hata ameelekea wapi. Yaani sasa unavyonielekeza kwa jinsi ulivyo na pressure, nashindwa hata kukuelewa vizuri. Basi liweke vizuri ili nijue na kusaidiaje. Yaani kwa hivi, kuhusu kunyoosha maelezo huko mimi ndo kwake kunaniponza. Kwa hiyo kuhusu kunyoosha maelezo mimi siwezi kukunyooshia kivyo vyote vile. Wewe ulivyoelewa ndio elewa hivyo hivyo. Mimi maana yake naweza kaongea chochote hapa nikajiponza kama vile ambapo Mlima Kala ameamua kunikimbiza kule. Tutaongea baadaye. Muungwana. Muungwana. Ise. Mtaa mbona umezidi vibweka? Nikaanza kushusha vitu vyangu pale. Bwana, nashusha nikasikia spidi kama ya SGR nyuma. Sha! Nageuka hakuna kitu. Niko hii tena vipi? Iliporudi mara ya pili, mjumbe, spidi niliyotoka nayo pale. Nakwambia wewe ukuwepo, ila malaika wako alikuwepo. Zaidi ya SGR. Nilikimbia vibaya mno. Sasa cha ajabu, ninafika nyumbani kwangu. Wakati wa funguo ninayo mfukoni. Nafika nyumbani kwangu, nafungua mlango wangu vizuri, naingia ndani, nisimkute Muungwana. Sasa bwana mkubwa, ingawa serikalini hatuamini uchawi, lakini bwana Muungwana amezidi. Sasa ngome kitu kimoja, hili kama serikali tutalifanya kazi. Kwa kweli mjumbe, mimi kwa hilo nakushukuru. Hebu naomba lifanyie kazi mjumbe, maana hapa kwenye nilipo naogopa. Leo hata sijui nitalala wapi. Hofu nilionayo hapa mjumbe. Usiogope. Kikubwa tutalifuatilia sana hili. Yaani tutalifuatilia kuhakikisha kwamba bwana Muungwana hiki anachokifanya sio sahihi. Wewe ukalale tu nyumbani. Haina neno. Haina neno. Tutalimaliza hili. Yaani nishamuelewa. Basi wewe sio mtu wa kwanza kuongea. Kuna watu wamekuja wameshtaki na wamekuja wameshtaki. Wewe ondoa hofu. Jumbe, labda nikupatie takrima kidogo ili uendelee kwenda nalo kwa kasi hili jambo. Hapana. Nachokitaka nataka jina lako tu. Wewe unaitwa nani? Mlima Kala. Sasa naenda kuwa kama wewe. Sawa. Amini usiamini, ondoa shaka. Kwa kweli mjumbe umenipa matumaini makubwa. Wewe rudi nyumbani kwako kalale vizuri tu, hamna shida. Sawa. Haya, asante. Na haina neno. Haina neno. Haya. Unaona kashantisha huyu sasa. Sasa hapa na picha yako. Tafuta kunisindikiza. Afande. Nimekuita kwa jambo moja sana la kimsingi sana ambalo linatokea katika mtaa wangu.
watu wanalalamika, mambo yanakuwa ni mengi, na sisi unajua nje na kazi ambazo tunazifanya, hizi kazi zetu ni za wito. Kazi ya askari ni ya wito, kazi ya mwenyekiti ni ya wito. Tunabidi tudili kwenye wito. Na wito wenyewe ni ya raia na mali zao. Sasa katika mali zinazopotea zinataka zipotee roho. Unajua ogopa kitu chochote, mtu yote anaoomba hata makanisani, hata msikitini, hata watu wakilala wakiamka, wanaomba kitu cha kwanza, wanaombea nafsi zao. Na nafsi ni roho. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Bwana Muungwana. Anataka kucheza na nafsi za watu. Na maanisha kwamba ana tabia za kiuchawi. Umenielewa? Kwa lugha nyingine wanasema ushirikina. Ukienda mbali wanasema wanga. Na umenielewa? Kwamba huyu mtu anaroga wazi wazi, mchana kweupe pepere. Ni kuomba kitu kimoja kiongozi. Tudili naye. Tuweze kuokoa nafsi za watu, tuweze kuokoa mali za watu, tuweze kuokoa amani za watu. Amani ni moyo. Unaona kiongozi? Kwa hiyo ni kuombe bwana kamanda, tufanye hiyo kazi kwa kina na kiuadilifu. Mwenyekiti, unajua fika kwamba sisi serikali hatuamini kitu kinachoitwa uchawi. Na unalitambua. Je, nawezaje kwenda kumkamata mtu ambaye sina uhakika kwamba alifanya hilo tukio la uchawi, kwa sababu uchawi sisi hatutambui. Wewe je, ulimbaini huyo mtu akiwa anakufanyia uchawi au umesikia ni tetesi? Waga wanasema kwamba sheria ni msumeno. Waga inakata inaenda, inarudi, inakata inaenda. Sisi wanyamba tusemi kwamba hatuamini uchawi. Ila tunaamini kurogwa kupo. Mshanielewa? Sasa kama kurogwa kupo, kwa sasa kwanza tufanye kile ambacho nilichokuambia. Kidhibitisho akishakamatwa, mimi nitakwambia hichi hapa. Na ili mradi mtu akikamatwa lazima awe na kidhibitisho. Kwanza Muungwana akamatwa. Alafu uone kidhibitisho mimi kama mwenyekiti na kitoa wapi. Basi sawa mkuu wangu, mimi nimekuelewa. Unaitwa nani? Naitwa Fande Mkute. Fande Mkute. Ninakushika naye kidogo unakaa kama mchawi. Sababu kila nikikushika nawe kama una kiilizi. Hapana, tuamini katika uchawi. Basi leo. Jamani. Bwana kwa msarabu. Unayemfuata ni mwenyekiti, ni kiongozi. Usitaka kuitisha serikali. Maana shajua, nishasikia sana hii michezo. Usitaka kujaribu, mimi nimejipanga. Oho. Mambo ya kijinga bwana. Uangalia hata uongozi unataka kutisha uongozi wewe nani? Uongozi upangie masaa ya kutembea au tupangie muda wote, serikali iko kazini. Msitaki kuipangia serikali muda kutembea muda wote, inatembea muda wote iko kazini. Siko unanielewa? Siko unanielewa? Sasa mambo ya kijinga. Nenda maswala kutestiana, maswala kitoto. Watu kwa kazini bwana. Kama mambo ya kijinga bwana. Wewe bwana mdogo. Mbona tisha watu? Yaani wewe toka umepotelewa na mkeo basi kila mtu unamfanyia surprise tu unamtisha. Unanyata. Vipi? Mkeo amerudi? Mwenyekiti, mbona mimi sijawahi kuoa na wala sina mtu?